Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Ninakukaribisha mahali popote ulipo. Na kabla hatujaanza basi ningependa tuombe na wewe kidogo na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu. Asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako ambao Bwana unakwenda kuachilia ndani ya watu. Tunakushukuru na tunakuinua. Tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako ili tutakapousema Bwana ukaguse watu wengi na wakafunguliwe. Kwa Yesu Kristo Mwokozi nimeomba. Amen. Basi tuna somo zuri sana linalohusu nguvu ya maneno. Nguvu ya maneno. Na nataka nieleze kidogo kuhusu maneno. Maneno ni roho. Maneno ni roho. Maneno yana miguu. Maneno yana uwezo wa kusafiri. Ukisoma katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 anasema neno lina nguvu. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Kwa hiyo kwenye maneno kumebeba nguvu. Lakini ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 6 mstari ule wa 62 na wa 63 anasema maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo maneno yanaweza yakabeba uzima au yanaweza yakabeba mauti. Kwa hiyo kwa nini tunafundisha hili somo? Ni kwa sababu watu waweze kupata ufahamu kidogo kwamba ulimwengu wa giza unapigana kwa kutumia nguvu ya maneno katika kutekeleza mipango yake ya uharibifu. Na tungetaka ufahamu namna ya kuweza kupata msaada unapolisikia neno la Mungu. Kwa hiyo kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 11 mpaka wa 12, mojawapo ya silaha ambayo tumeambiwa tuivae ni upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Kwa hiyo katika hali ya kawaida katika ulimwengu wa roho neno linaweza likajulikana kama upanga. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo katika ulimwengu wa roho vinabadilika. Kwa mfano neno kwenye ulimwengu wa roho linabadilika linakuwa ni upanga. Lakini imani kwenye ulimwengu wa roho inabadilika inakuwa inatazamwa kama ngao ya imani. Kwa hiyo katika maneno yote ambayo tunayafundisha hapa, kikubwa ni wewe ufahamu kabisa kwamba ukiona unashambuliwa na maneno na unasikia na kuvunja moyo, ufahamu ni vita ya kiroho lakini inatumia maneno. Na ndani ya yale maneno kumebeba mauti. Na hiyo mauti ikiingia kwenye moyo wako inaweza ikavunja moyo, inaweza ikaharibu moyo wako kabisa. Na neno la Mungu limebeba uzima. Kwa hiyo tutalishinda neno la shetani kwa kutumia neno la Mungu. Tunapokuwa tunasoma neno la Mungu na kulitafakari, tutashinda shetani. Lakini ni vizuri tukajifunza namna ya kuvaa zile silaha zote ambazo zimeandikwa kwenye Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 11 mpaka wa 17. Tukizivaa kabisa kwa mfano chepeo ya wokovu, upanga wa roho ambao ni neno la Mungu, lakini ngao ya imani, lakini tujifunge mkanda wa kweli kiunoni. Lakini tuvae viatu vya utayari tupatao katika injili ya amani, na kwa maombi na sala zote ndio tunaweza kushinda. Kwa mfano ukiingia kwenye maombi ya vita kabla hujavaa hizi silaha zote ambazo tumeambiwa hapa, wakikurushia mshale wa maneno wanaweza wakavunja moyo wako. Na neno la Mungu linasema kwamba kwenye maneno kuna hali ya kuumizwa. Maneno yanaweza kabeba roho ya kuumiza watu. Kitabu kile cha Methali sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 4 anasema neno liumizalo ni ukorofi uliobebwa kwenye ulimi wa mtu, nayo huvunja moyo. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wananisikiliza wamekutana na vita kubwa sana ya maneno, labda ya vita ya kifamilia, wengine wamekutana na vita kwenye huduma, vita kwenye jamii tofauti tofauti. Na yale maneno walioyasikia yamekuwa na nguvu ndani yao, na wamekosa hali ya kuendelea mbele, imevunjika, imeondoka. Ndio maana nafundisha somo hili ili kukusaidia ufahamu kwamba neno lolote ulilolisikia likaileta uchungu kwenye moyo wako, lile neno katika ulimwengu wa roho lilitumika kama silaha ya kiroho ya kukuumiza. Na ni lazima tupate namna ya kuliondoa ili uweze kupata amani na nguvu ya kuendelea mbele. Lakini ndani ya neno kuna nguvu inaweza kuuisha na kuna nguvu inaweza kuua. Kwa hiyo kama umesikia neno na unasikia kukata tamaa kwa maneno uliyosikia, kuna nguvu ilikuwa imebebwa na lile neno
imeua ile nia yako ya ndani. Kama ni ya kumtumikia Mungu, imeuawa. Kama ni kazi unafanya ukasikia maneno ya kuvunjwa moyo, unaacha ile kazi, ufahamu hayo maneno hayajatoka kwa Mungu. Lakini neno la Mungu pia lina nguvu ya kurudisha matumaini yaliyopotea. Neno la Mungu lina nguvu ya kutia moyo. Neno la Mungu lina nguvu ya kuponya. Ukisoma katika ile Zaburi ya 107 mstari wa 20, anasema kwamba Bwana hulituma neno lake uponya watu na kuwatoa katika maangamizi. Kwa hiyo kama Mungu anaweza kulituma neno, hata adui anaweza kutuma neno. Na kama neno linatumwa, basi neno lina uwezo wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo jifunze kufuta maneno yote ambayo ni hasi kwenye maisha yako ili uweze kupiga hatua. Jifunze kufuta maneno hayo kwa kutumia neno la Mungu. Unaweza kutumia lile neno la Isaya sura ya 7 mstari wa 7. Ukasema neno hili halitakuwa wala halitasimama. Neno lina tabia ya kukua kama ukiliacha, lakini tabia ya kusimama na lina tabia ya kutembea. Kwa hiyo tujifunze sana kuomba kwa kutumia neno la Mungu. Kuna watu wengi wanaomba sana, wanajaribu kufuta hayo maneno yafuti kwa sababu hawana neno la Mungu la kufuta maneno ya adui. Ni vizuri uwe na neno la Mungu moyoni mwako la kuweza kufuta neno la adui ambalo limekuja kama silaha kwenye maisha yako kuharibu. Kwa hiyo tutapata muda wa kuomba, tutaombea watu wote waliovunjika moyo, waliotamkiwa maneno magumu. Unaweza kukuta hata kwenye familia yenu kuna maneno umekutana nayo yakakuumiza, yakakuvunja moyo, yakakukatisha tamaa, lakini tukimwomba Mungu akakuponya na akakurudishia nguvu tena na ukaendelea. Lakini ndani ya maneno haya kuna watu wengi wamekata tamaa, hata wanahisi kujiua. Kuna mtu anaweza akatamkiwa maneno magumu, kumbe yale maneno yamebeba roho ya mauti. Akakata tamaa, akasema kwa maneno haya niliyosemewa mimi, ni bora niende nikanywe sumu, au ni bora nikajinyonge. Au akakimbia kwenye eneo analoishi akaenda kwenye eneo lingine kwa sababu ya nguvu ya yale maneno. Kwa sababu elewa, nimesema maneno yamebeba nguvu. Kwa hiyo haijalishi wewe umesikia neno gani. Maamuzi unayoyafanya baada ya hayo maneno ni utambulisho wa roho iliyobebwa kwenye maneno ulioyasikia. Na ukisoma kitabu cha Methali sura ile 26 mstari wa 28, nasema ulimi unenao uongo uwachukia wale waliojeruhika. Kwa hiyo ulimi wa mtu unaweza ukatumika kumwaga sumu ya maneno ambayo inaweza ikaondoa mtu hata duniani. Tujifunze sana kuangalia maneno unayosikia yanasukumwa na roho ipi. Kila maneno kuna roho inasukuma hayo maneno nyuma. Kama ni neno la Mungu, basi ujue limebeba roho ya uzima nyuma. Kama ni neno la mwanadamu ambalo ni shetani anatumia kile kinywa chake, basi ujue hili kuna mauti, kuna majeraha yatatokea kama utasikia hayo maneno. Kwa kuna watu wengi sana wanapitia mahali pagumu. Wengine wameacha huduma. Ulikuwa unaimba kwaya, sasa umeacha kuimba kwaya kwa sababu umetamkiwa maneno kwenye kwaya. Ulikuwa mhubiri, sasa umekutana na maneno. Nguvu ya yale maneno imekuzidi nguvu wewe za kwako za rohoni. Umeacha kumtumikia Mungu. Hata wewe ni mfanyabiashara, umekatishwa tamaa ukaambiwa maneno magumu, umeacha ile biashara. Na saa nyingine maneno yanaweza yakamfanya mtu akapoteza mwelekeo wa maisha kabisa, kama asipopata watumishi wakamsaidia kuvuka katika hatua ambayo anapitia. Mnafahamu mtumishi wa Mungu Elia alikuwa na nguvu sana. Kwenye Biblia alishusha moto kwenye Wafalme wa kwanza sura 17. Aliomba mpaka akashusha moto kutoka mbinguni juu ya miungu ile ya Baali. Lakini neno la Yezebeli ule malikia limwambia, kesho saa kama hizi roho yako itakuwa mkononi mwangu. Elia akaogopa, akakimbia, akaenda kukaa chini ya mretemu. Bila sema akaenda akakaa chini ya mretemu. Kwa nini Elia alikimbia? Kwa hiyo yale maneno yalikuwa na nguvu ya kumtoa Elia kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kukimbia, alikuwa anakimbia hofu ya yale maneno. Maneno yale yalikuwa yamebeba roho ya mauti. Kesho saa kama hizi uhai wako utakuwa mikononi mwangu. Lakini maneno ni mkuki. Zaburi ya 57 mstari ule wa 4 inasema neno ni mkuki na ni mshale. Kwa hiyo unaweza kushangaa kwa nini unaambiwa utoe upanga wa roho? Kwa nini unaambiwa uhakikishe ngao ya imani inafanya kazi? Nini maana ngao ya imani? Kuzuia mikuki ambayo ni ya maneno. Kwa hiyo kuna maneno yanaweza yakainuka kwako, na nikujulishe tu, Mungu akitaka kukuinua ni lazima utapitia kwenye vita ya maneno. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini unashangaa inainuka vita ya maneno ambayo ni ya uongo na imekuumiza, imekuvunja moyo. Sasa unataka kuacha ile huduma. Shetani anatumia hayo maneno kama silaha kwa ajili ya kukuondoa kwenye kusudi.
Muombe Mungu akupe neema ya uvumilivu. Muombe Mungu akupe neema ya kujua ya kwamba haupigani na mwanadamu bali unashindana na shetani mwenyewe. Lakini neno ni silaha kama nyundo ilivyo. Ukisoma Yeremia sura ile 23 mstari ule wa 29, anasema neno ni moto na kwenye neno ni nyundo. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wanasikia maneno yametamkwa kwao, wanasikia ndani kuna waka moto. Wanasema moto unatoka kwa sababu maneno uliosikia yamebeba moto ndani. Na umeanza kukuchoma pole pole mpaka umetoka kwenye njia ya kumtumikia Mungu. Na umekata tamaa, na hata sasa unaponisikia unahisi kujiua. Kuna maneno umetamkiwa na mtu wa karibu na unahisi kujiua na kuondoka duniani. Wewe ni mjane au yatima. Wewe mjane umetamkiwa maneno magumu, tishiwa na mashemeji wanataka kukuua. Nimekuja kukutangazia ya kwamba Mungu tuliye naye sisi ni Mungu wa kuokoa. Na njia za kutoka kwenye mauti ziko na yeye. Katika kile kitabu cha Zaburi ya 68 mstari wa 20, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka kwenye mauti zinao Jehova. Kwa hiyo usiogope maneno yao. Kila neno linalokuja juu yako, jifunze kusema mwenyewe, neno hili halitakuwa wala halitasimama wala halipo wala halitaonekana, asema Bwana wa majeshi. Jifunze kutamka hivyo. Na ukitamka hivyo utakuwa umetumia ile ngao ya imani. Imani ikiwa ndogo, hutaweza kuzima aina nguvu ya maneno inayokuja. Kwa hiyo maneno ni kibebeo kinachobeba roho, kinasafirisha roho. Na linavyosafiri, linasafirisha roho iliyomo ndani yake. Neno linaposafiri, linasafirisha roho iliyomo ndani yake. Kwa hiyo unaweza kukuta labda watu wako mahali wanakusema hata kwenye mkoa mwingine au mahali fulani, lakini yale maneno yana tabia ya kusafiri. Ndio maana Mungu anasema hulituma neno lake. Kwa hiyo kama linatumwa, maana yake lina uwezo wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini hapo hapo hilo neno linalotumwa linaweza likawa limebeba uzima au likawa limebeba mauti. Kwa hiyo jifunze kupangua kila neno linalokuja kwenye maisha yako ambalo unaona linavunja moyo, linaumiza, linaondoa amani yako, linaondoa utulivu wako wa ndani. Jifunze kuomba na kuliondoa. Lakini maneno yamebeba pumzi. Neno la Mungu limebeba pumzi. Ukisoma Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 17, nasema maneno yangu yamebeba pumzi, na maneno hayo yamebeba pumzi ya Mungu. Kwa hiyo tujitahidi kulisoma neno na kulitafakari neno la Mungu. Ndani ya neno la Mungu kuna pumzi ya Mungu. Kuna pumzi ya Mungu ya uzima. Kwa hiyo neno likitoka kwenye kinywa cha Bwana limebeba roho ya Mungu. Neno likitoka kwenye kinywa cha Mungu limebeba roho ya Mungu. Neno likitoka kwenye kinywa cha adui limebeba roho ya adui. Na roho ya adui ni mauti, ni uharibifu, ni uangamizi. Ukisoma katika lile neno la Mungu la kile kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10, inasema kazi ya shetani ni nini? Ni kuua, kuchinja na kuharibu. Lakini kazi ya Mungu ni kuponya, ni kuganga, kutia moyo na kufariji. Kwa hiyo neno likitoka kwenye kinywa cha Mungu linakuwa limebeba roho wa Mungu wa uzima. Neno likitoka kwenye kinywa cha adui linakuwa limebeba roho wa adui, wa uharibifu, wa mauti, wa maangamizi. Kwa hiyo ukiona neno lolote limekuja ukaanza kusikia moyoni moto unawaka, hilo neno halijatoka katika kinywa cha Bwana. Ukisikia neno lolote ukashangaa kama umekatwa na upanga mkali tumboni, hilo neno halijatoka kwenye kinywa cha Bwana, limetoka kwenye kinywa cha adui. Na sasa tutaenda kumwomba Mungu ili uweze kupokea uponyaji kama umeumizwa kwa njia ya maneno. Kama umekatishwa tamaa ya kuendelea mbele, utakwenda kutiwa tena nguvu, utakwenda kuinuliwa tena, utakwenda kusaidiwa na neno la Bwana. Kwa hiyo ndani ya neno la Mungu pia, neno la Mungu ni kweli. Neno la Mungu ni Mungu. Ukisoma ile Yohana sura ya 1 ameeleza zaidi. Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, sema hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo anasema ndani yake ulikuwa uzima wa watu. Ukilisikia neno la Mungu, kuna uzima unaingia ndani yako. Ndani ya kumebeba nuru. Neno la Mungu limebeba nuru ya maisha yako. Neno la mwanadamu limebeba maangamizi kwenye maisha yako.
Kwa hiyo anasema ndani yake kulikuwa na nuru, tena nuru ya watu. Vyote vilifanyika kwa huyo neno, na pasipo huyo neno hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo maana yake neno la Mungu limebeba ushindi. Jifunze kusikia neno la Mungu. Jifunze kusikizisha nafsi yako neno la Mungu. Ukisikizisha nafsi yako neno la Mungu, nuru inaingia ndani yako. Ukisikizisha nafsi yako neno la Mungu, uzima unaingia ndani yako. Neno la Mungu limebeba uponyaji. Ukisoma kile kitabu cha Isaya 53 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 10, ameeleza kabisa kwamba kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Maanake neno lake, na Yesu ni neno. Yesu ni mkate wa uzima. Ndani ya neno lake tu kumebeba uzima wa watu ukiamini. Lakini neno la Mungu limebeba ushindi. Tunashinda zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Kwa hiyo na wasini tuwe watu wenye tabia ya kusoma neno la Mungu sana. Na tukisoma neno la Mungu, haya maneno yanayotuinukia tutayashinda. Tutayashinda. Kwa neno tutamshinda shetani. Shetani anatumia maneno. Soma kile kitabu cha Luka sura ya 4 na Mathayo sura ya 4. Uangalie jinsi Yesu alipokuwa mlimani, adui akawa anamjaribu, yani shetani. Alikuwa anatumia maneno ya mtego. Imeandikwa, na Yesu anamwambia imeandikwa hivi. Imeandikwa, na Yesu anamwambia imeandikwa hivi. Kwa hiyo jifunze kupangua maneno kwa neno la Mungu. Wamekuambia wewe kesho utakufa. Sema mimi sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu. Sawa sawa na ile Zaburi ya 118 mstari ule wa 18. Hautakufa bali utaishi. Haijalishi umetamkiwa nini. Wamekuambia wewe uenda kuzimu huko kwenu. Na sasa ile maneno yamekukatisha tamaa, usikii hamu ya kwenda nyumbani kwenu. Nataka nikutangazie ya kwamba sio wewe wa kwanza kupitia hiyo vita maneno. Kuna watu wengi wamepitia hiyo vita ya maneno. Hata Yesu akiwa mmoja wapo. Aliambiwa yeye yani anafanya kazi kwa roho ya Beelzebuli, mkuu wa mapepo. Lakini Yesu hakuacha huduma. Na unaweza ukawa kuna mahali upo unasikia huu ujumbe. Kuna maneno unayawaza moyoni mwako. Jifunze kufuta hayo maneno kwa kutumia damu ya Yesu. Na utashangaa uponyaji ukitokea kwenye maisha yako. Na utashangaa wokovu unatokea kwenye maisha yako. Uzima ukitokea kwenye maisha yako. Shetani anakuibia majira. Unapokuwa unatafakari maneno ya watu, shetani anaendelea kukuibia majira yako. Majira ya kumtumikia Mungu. Madhara ya maneno hayo yanaingiza uchungu moyoni. Na kisha ingiza uchungu moyoni, unaanza kwenda polepole kwa sababu ya uchungu ulioingizwa na maneno hayo adui aliyoachilia kwenye maisha yako. Lakini ukiyafuta na ukajifunza kuachilia neno la Mungu ndani yako, utashangaa hatua zako pia zinaenda haraka katika kumtumikia Mungu. Na Biblia inasema enendeni kwa kukomboa wakati, maana nyakati hizi ni nyakati za uovu. Lakini maneno ya shetani pia yamebeba mafarakano. Kasome kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3, uangalie namna nyoka alivyomdanganya Eva. Aliingiza roho ya mafarakano kupitia yale maneno aliyomwambia Eva. Mwanadamu akafarakanishwa na Mungu kwa nguvu ya maneno. Yawezekana huko hapa, lakini shetani anatumia mdomo wako sana kusema watu badilika haraka. Unajua kwa madhara ya maneno uliyotamka sasa umeachilia roho ya mafarakano katika miji mingi ya watu. Madhara ya maneno ambayo umekuwa ukiyatamka, unajua umefarakanisha watumishi wengi wa Mungu. Madhara ya maneno ambayo umekuwa ukiyatamka, unajua yameleta madhara makubwa sana hata katika jamii. Jifunze kutumia kinywa chako katika kubariki kuliko kulaani. Jifunze kutumia kinywa chako. Mwambie Bwana akitumie kinywa chako. Kizungumze maneno yanayofariji, maneno yanayotia moyo. Na hata kama ikiwa unataka kuonya, onya katika hekima ya kimungu. Na utashangaa Mungu akifanya kazi kubwa kupitia wewe. Lakini usimpe nafasi shetani ya kutumia mdomo wako kwa ajili ya kuharibu na kubomoa na kuvunja. Utakuwa unatumika na shetani. Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. Yesu hakuja kuua kilicho na dhambi. Alikuja kukitafuta. Hivi unafahamu kwa nini watu wengi sasa hivi wanahangaika? Hata wengine hata ile hali ya kwenda kanisani sasa hivi imeondoka sana ndani ya watu. Sio kitu cha kawaida. Wanakutana na maneno makali kanisani, maneno ya upanga. Watu wanatoka nyumbani wamevunjika moyo, wanafika kanisani wanavunjwa moyo. Hawarejeshwi katika hali ya upendo na upole. Wanakutana na maneno ya upanga. Na wengine wanakata tamaa, lakini hatujasema usionye. Lakini chunga maneno unayoyatumia katika kuonya. Cheki aina ya kizazi ulichonacho, kondoo ulionao. Hao kondoo ni wachanga au wamekomaa. Aina ya ujumbe unaotoa kwa hao kondoo.
unawajenga au unawabomoa. Na tukifanya hivyo tutaokoa kizazi kikubwa sana. Unajua kuna watu wamekata tamaa na maisha sana, na wako huko duniani wanazunguka. Wamekata tamaa, wameshindwa kuendelea mbele kwa sababu akienda kanisani anakutana na maneno ambayo ni upanga, sio ya kumsaidia, sio ya kumtia moyo, sio ya kumfariji. Shetani amekuwa akitumia vinywa, na wakati mwingine amekuwa akitumia vinywa hata vya watu ambao ni watumishi wa Mungu bila wao kujijua. Na wengi walikuwa wanasema mtumishi wa Mungu anaweza kutumiwa na shetani. Ndio, anaweza kutumiwa. Kwani Petro hakuwa mwanafunzi wa Yesu? Mbona Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani? Maana kuna wakati shetani alimpitia Petro kwa muda, japo ni mwanafunzi anayependwa na Yesu sana. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao ni wazuri na walikuwa na makundi mengi ya watu, walikuwa wanasaidia wale watu. Wanashangaa wale watu wanaondoka kwenye maisha yao, wanasema ni Mungu anawaondoa. Sio Mungu anawaondoa, ni shetani anaondoa wale watu. Mungu haondoi watu kama sio mpango wake. Ni shetani anaondoa wale watu kwa sababu anakitumia kinywa chako katika kuwaua. Unawaua nia ya kuendelea kumjua huyo Mungu wako. Unatamka maneno ya kuwavunja moyo. Unatamka maneno ambayo ni ya kuwalaani watu kuliko kuwabariki. Huwatii moyo kondoo, ugangi majeraha yao. Angalia neno la Mungu katika kile kitabu cha Isaya, sura ile ya 61. Anasema, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga moyo waliovunjika moyo. Achilia ujumbe wa kuganga mioyo ya watu. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kama ni kuonya, Mungu atakupa hekima katika kuonya. Lakini ukichukua maneno kwa ukali sana, unaweza ukavunja kundi lote na ukaliharibu. Kondoo na majeraha, bado wewe unaendelea kuachilia maupanga ya kuwajeruhi. Watakimbia, wataondoka. Sasa wapo wengi wanafikiri kwamba hata wakiondoka Mungu ataleta wengine. Mungu akikuletea watu wenye udhaifu fulani, maana yake anakuwa amesha kuandaa katika hilo eneo namna utakavyowasaidia hao watu. Kwa hiyo tujitahidi sana katika kusoma neno la Mungu, tuone namna ya kulea watu. Lakini tuangalie kazi kubwa ya msalaba wa Kristo. Yesu alikuja kuwatafuta wenye dhambi ili awaokoe. Maneno yetu yawe na laza. Maneno yetu yawe yakolee munyu katika kujenga, katika kutia moyo. Na ndugu mtazamaji, katika Wakorinto wa kwanza ile sura ya 14 mstari ule wa 2, ukisoma pale utaona hata kazi ya unabii ni nini. Anasema kwamba mtu anayefundisha ni ili kutia watu moyo, ili kuwajenga watu, ni ili kuwafariji watu. Kwa hiyo unapoleta ujumbe, andaa ujumbe wa kulenga kuwajenga watu kiroho, kuwafariji watu, lakini kuwatia watu moyo. Wewe ukiwa ni mzazi, jifunze kuwatia watoto wako moyo. Omba hekima katika kuwajenga, omba hekima katika kuwafundisha. Ukiwa ni kiongozi, hata kiongozi wa serikali, chunga sana kinywa chako kinatamka nini kwa watu ambao wanakufuatilia au watu ambao wanakusikia. Unaweza kukuta wewe ni kiongozi mkubwa sana hata wa kijamii au wa serikali, lakini maneno unayoyatamka yanavunja moyo kundi kubwa la watu wanaokufuatilia. Wanaanza kukutamkia maneno mabaya, maneno magumu. Unakata tamaa. Kuna watu wengi sana wameondoka kwenye nafasi zao kubwa sana za kiongozi kwa sababu shetani alitumia vinywa vyao bila wao kujua. Jifunze kumuomba Mungu aweke malaika mngojezi katika kinywa chako. Jifunze kuombea ujumbe, hata kama wewe ni kiongozi, ombea ujumbe unaotaka kutoa kwa watu kabla haujaupeleka kuwasilisha. Kaa barazani pa Bwana, umsikilize Mungu vizuri. Sawa, hata kama sio muombaji, kuna watu Mungu ameweka duniani ambao wamewekwa kwa kusudi la Mungu. Watumie hao watu wakusaidie. Na tunapofanya hivyo tutawaponya wengi. Na ninaamini kupitia ujumbe huu kuna jinsi Mungu anaenda kumwokoa mtu anayenitazama na kunisikiliza mahali ambaye amekutana na hii vita ya maneno, ambaye moyo wake umechomwa na visu vya maneno kila kona. Na mwingine amevunjika nia ya kuendelea, ataenda kutiwa moyo, atamka chini ya mti wa mretemu kama Elia, na atakwenda kuinuka, na atakwenda kufanya kazi ya Mungu kwa ukubwa. Na tunataka tuombe na wewe mahali popote ulipo, na navunja maroho hayo ambayo yameingia ndani yako, maana maneno huwa pia yamebeba roho. Shetani anasafiri kupitia maneno na anatesa watu wa Mungu sana. Funga macho yako,
Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, asante kwa ajili ya huyu mtazamaji wetu ambaye anatusikiliza. Tunamsogeza madhabahuni mwako katika jina la Yesu. Mungu wetu, wewe ni mponyaji. Wewe ni Mungu utuponyaye. Ulituma neno lako kutuponya na kutoa katika maangamizi. Tunapeleka toba, Mungu mwenye nguvu, mahali popote ambapo mtu huyu ameachilia maneno ya adui yakapenya katika moyo wake. Baba, umesema katika neno lako wewe mwenyewe la kitabu kile cha Methali sura ile ya 3. Kitabu kile cha Methali, Baba, umezungumza wewe mwenyewe. Sura ya 4 mstari wa 13. Linda sana moyo wako kuliko vyote. Baba, tusamehe, maana moyo tunatakiwa tuulinde wenyewe, lakini tumemkabidhi shetani akaingiza maneno ya kutuumiza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Baba wa mbinguni, tunanyunyuza damu ya Yesu Kristo wa Nazareti sasa katika eneo hilo ambalo limefunguka mlango adui akaweza kuingiza hiyo mishale ya maneno na upanga wa maneno. Kwa jina la Yesu Kristo tunatubu na kunyunyuza damu ya Yesu Kristo kuondoa hatia hiyo. Ninatubu kwa ajili ya huyo anayenisikiliza, Baba. Na sasa ninaenda kinyume na kila aina nguvu za giza, mapepo ya uchungu yaliyoachiliwa ndani ya mtumishi wa Mungu. Ninavunja na kuondoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunachomoa kila mshale wa maneno uliopenya kwenye moyo wako, kila maneno yaliyobeba sumu, kila maneno yaliyobeba mauti, kila maneno yaliyobeba mangamizi, ninayang'oa ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, umesema katika neno lako kila pando lisilopandwa na wewe litang'olewa katika jina la Yesu Kristo. Tunang'oa sasa kila pando la mauti ambalo limeingia kwa njia ya maneno ndani ya moyo wa mtu wa Mungu. Ninaling'oa na kuliharibu na kuliteketeza sasa katika jina la Yesu Kristo. Mwingine anataka kujiua, ninavunja roho ya kujiua, ninavunja roho ya kukata tamaa, ninavunja roho ya kukosa mwelekeo kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaamuru sasa kila silaha itakayofanyika juu ya mtu huyu isifanikiwe. Ndivyo neno lako linavyosema katika kile kitabu cha Isaya 54:17. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, silaha za maneno ninazivunja na kuzisambaratisha kuanzia sasa, na roho ya uchungu iliyokuja na hayo maneno nyuma ninaanza kuing'oa ndani ya moyo wako. Yawezekana unanitizama lakini una uchungu. Kuna maneno yameingia kwenye moyo wako. Hayo maneno ni makali, hayo maneno ni magumu, hayo maneno yamebeba moto, hayo maneno ni kama mshale, hayo maneno ni kama mwiba. Jehova, tunang'oa hiyo nguvu. Jehova, tunakamata hizo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jehova, umesema katika neno lako ya kwamba roho wako yuko juu yangu, umenipaka mafuta kuwahubiria wanyenyekevu habari njema katika jina la Yesu Kristo, kuwaganga moyo waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaganga kila moyo wenye majeraha, ninaganga kila moyo unaovuja damu, ninaganga kila moyo uliotobolewa na maneno, ninaganga jeraha hizo kwa damu ya Yesu. Ninayeyusha kila sumu za maneno kwa jina la Yesu, maana maneno yamebeba sumu, na hiyo sumu ya maneno ni ya kumuondoa mtu kwenye nafasi aliyowekwa. Ninang'oa hiyo nguvu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sasa naenda kinyume na nguvu za giza, naenda kinyume na kila aina majeshi ya pepo wabaya, naenda kinyume na kila roho za uharibifu, naenda kinyume na roho za mafarakano ambazo zinashambulia kwa njia ya maneno. Ninazikung'uta kabisa, ninazipiga kwa damu ya Yesu na kulipua sasa. Baba, ninaenda kuachilia damu yako takatifu yenye nguvu kama umeme ipite kwenye ulimwengu wa roho, maana neno lako lina nguvu, tena neno lako ni moto. Baba, liteketeze kabisa kila maneno yaliyobeba uharibifu, liteketeze kila maneno yaliyobeba mauti, liteketeze kila maneno yaliyobeba kukatishwa tamaa, maneno yaliyobeba kuraruliwa moyo. Ninayang'oa ndani ya huyu mtazamaji katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kinyume kabisa na roho za hofu, tunaenda kinyume na kila hofu iliyokuja baada ya maneno. Tunavunja roho ya hofu, tunang'oa roho ya hofu, maana Bwana hakutuumbia roho ya hofu bali roho ya ujasiri. Ninakataa uoga, ninakataa roho ya hofu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninatamka ujasiri, Baba, ninatamka nguvu, Baba, ninatamka uponyaji mahali palipoumizwa, natamka pagangwe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninabadilisha sasa mawazo ya mtu huyu, ninabadilisha mtazamo wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, na ninaweka ukuta wa damu ya Yesu dhidi ya silaha zote zinazorushwa kwake Bwana, na wale adui anaowatumia watu wa karibu kwa ajili ya kumuumiza. Baba wa mbinguni, waondoe kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Ninaomba nguvu zako zishuke kama umeme na kumfunika huyu anayenitizama mahali alipo sasa, na roho hizo ziondoke sasa, na roho hizo zikose nguvu ya kutenda kazi
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunatangaza sasa kila maneno ambayo umeyasikia, hayo maneno hayatakuwa, hayatasimama, hayatatembea, hayatatenda kazi, tunayaondolea uwezo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maneno yaliyotamkwa asubuhi tunayafuta, maneno yaliyotamkwa wakati wa jioni tunayafuta, maneno yaliyotamkwa mchana tunayaondoa nguvu. Ndivyo neno la Bwana linavyosema katika Zaburi ya 91 mstari wa 10, mabaya hayatatupata sisi, wala matauni hayatakaribia katika nyumba za watu wa Mungu. Katika jina la Yesu, kila mabaya yanayosukumwa kwa maneno hayatatupata, hayatapata mtazamaji, hayatapata nyumba yake, hayatapata watoto wake, hayatapata kazi zake, hayatapata kitu chochote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova, umesema katika neno lako la Yohana 10:10 ya kwamba wewe ulikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, lakini shetani alikuja kwa ajili ya kuua, kuchinja na kuharibu. Na yule aliyekusudia kumchinja kwa njia ya maneno hayo yake, ninavunja hiyo roho ya kuchinja kwa jina la Yesu, na roho za mauti, ninavunja roho ya uharibifu, ninavunja roho ya mauti, na natangaza sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uwe huru. Bwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naenda kinyume na roho za kichawi, naenda kinyume na roho za kiganga ambazo zinasukuma hayo maneno katika jina la Yesu, na uvuvio hayo maneno yamevuviwa kuzimu. Ninavunja nguvu ya kuzimu kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninavunja nguvu ya mauti, ninavunja nguvu ya uharibifu, ninavunja roho zote zilizoachiliwa juu ya mtu wa Mungu, ninazing'oa na kuziharibu kuanzia sasa. Baba, ninatangaza uponyaji, ninatangaza uzima, natangaza upenyo katika jina la Yesu. Wewe uliyeketi chini kwa sababu ya maneno magumu, ninayang'oa hayo maneno na kuyasambaratisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Natangaza ya kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko dunia hii. Natangaza katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo aliyetupenda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu zako Bwana zishuke na kufunika mtu huyu kama kivuli popote alipo anaponitizama, na uponyaji upite ndani ya moyo wake, na vidonda vyote vya moyo viachilie uponyaji, viguswe na uponyaji wa nguvu za Mungu. Mguse na kumfungua katika jina la Yesu, na kila mshale tumeuchomoa ndani yake sasa wa maneno, na kila upanga na kila visu na uharibifu wote wa adui tumeung'oa kuanzia sasa. Moyo wake upokee uponyaji mahali yalipo katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, achilia kiu ya kulisoma neno, achilia kiu ya kusoma neno, achilia kiu ya kutafakari neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote alipo, yawezekana alirudi nyuma akakuacha, Roho Mtakatifu akakuacha, Mungu liye hai, ninakamata nguvu hizo, ninavunja hizo roho zinazorudisha watu wa Mungu nyuma. Huyu mtu arudi haraka na kuenda katika nyumba ya Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, wewe ni mfinyanzi, finyanga chombo chako hiki tena kwa upya, na uanze kumtumia mtu huyu aliyekuwa ananisikiliza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za Mungu zikushukia hapo ulipo. Niko kinyume na nguvu za giza, nipo kinyume na sauti za adui, niko kinyume na mahubiri ya ibilisi yote kwenye moyo wako. Tunayavunja na kuyang'oa na kuyahamisha, na tunatangaza moyo wako uwekwe huru kuanzia sasa. Tunatangaza roho ya wepesi. Jehova, ulisema utapatia watu wako roho ya wepesi, utategemeza kwa roho ya wepesi na roho ya utulivu katika Zaburi ile ya 51. Katika jina la Yesu tunatamka wepesi katika moyo. Tunaondoa roho nzito, wapewe vazi la sifa badala ya roho nzito. Kwa jina la Yesu, roho nzito ipotee kuanzia sasa. Upewe vazi la sifa, upewe vazi la wokovu, upewe vazi la sifa, vazi la wokovu, na upewe jina jipya linalotoka katika kinywa cha Bwana. Katika jina la Yesu, hutaitwa tena aliyeachwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wala nchi yako tena haitaitwa Siba, bali itaitwa Beura, maana Bwana amekufurahia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, asante, maana wewe ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka kwenye mauti zinao wewe. Asante kwa kuokoa huyu mtu. Sifa na utukufu na shukrani zikurudie Baba yetu wa mbinguni, maana uwezo wako ni mkuu mno na matendo yako ni makuu mno. Asante kwa kumponya, asante kwa kumrudishia nguvu, asante kwa kumuinua tena pale alipokuwa amechoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi ikiwa ulikuwa unanitazama na haujaokoka, ukitaka Mungu afanye kitu kikubwa sasa, mpe nafasi aingie ndani yako. Kitabu cha Warumi sura ile ya 10 mstari ule wa 9 na wa 10 inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba alifufuka katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa kinywa mtu ukiri hata kupata haki, na kwa moyo mtu huamini hata kupata wokovu. Kwa hiyo sasa tutakuongoza sala ya toba ili uweze kuokoka hapo ulipo. Hii mission ni mission ya Yesu
Yesu alikuwa anakutafuta. Sasa ameshaondoa ile sumu. Mpe moyo wako sasa, na nitakuongoza maneno mafupi sana ya ushindi. Kisha Yesu ataingia ndani yako hapo hapo ulipo, na atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na atakuwa ni mlinzi wako katika kila hatua. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha mauti. Naomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa Yesu. Naomba umlete Roho wako Mtakatifu achukue uongozi ndani yangu. Kuanzia sasa nimeokoka na ninakuamini. Amen. Basi ikiwa umerudia sala hiyo, tayari umekwisha kumpata Yesu. Yuko ndani yako sasa. Tunaamini ya kwamba atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako kuanzia sasa, na atakuongoza. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi na kuendelea kufanyika sehemu ya baraka. Tunaamini sasa Mungu ana makusudi na maisha yako sana. Endelea kufuatilia vipindi vyetu, tutakuwa tunarusha mara kwa mara katika chaneli hiyo, na Mungu ataendelea kukutana na wewe kwa namna ya tofauti sana. Mungu akubariki mahali popote ulipo. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Hadi wakati mwingine tena, Mungu akubariki sana. Amen.